Asai bwana, hii ni simulizi la shangaza watu wengi sana. Inahusu nchi iliyotunga sheria kuwa na mtoto mmoja tu, na endapo ukiwa na mtoto zaidi ya mmoja ni lazima watoto wengine watauawa. Sasa najua utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Je, ilikuwaje mpaka nchi ikatunga sheria kali kiasi hichi? Lakini hao majibu ya maswali yako utapata hapa kwenye simulizi kali ya movie yetu. Hivyo usisahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili wa kwanza kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kumuonyesha kiongozi mmoja kuitwa Nicolette. Na leo kiongozi alikuwa anatoa taarifa kwamba kuna sera moja ambayo imeanzishwa kwenye nchi yao, na hii sera inaitwa Child Allocation Act. Na hii ilikuwa ni sheria ambayo ilikuwa inamtaka kila mwananchi awe na mtoto mmoja tu, na hii ni baada ya nchi hiyo kukumbwa na janga la njaa. Na endapo ukipata mtoto zaidi ya mmoja, basi lazima ujue kwamba hao wengine ni lazima wauawe. Lakini kuna jambo ambalo liliwashangaza watu wengi sana, na hii ni baada ya mke wa Willem Dafoe kujifungua mapacha 7 kwa wakati mmoja. Na mchizi, kwa sababu alikuwa anawapenda sana watoto wake, Mwamba alisema atafanya kila namna ikiwezekana wale watoto wao, licha ya kwamba nchi yake ilikuwa imeleta sheria kali sana, ila Mwamba kujali jambo lolote lile. Hasa wale alitumia akili nyingi sana ikiwezekana watoto wake wasijulikane. Maana mzee aliamua kutengeza chumba kimoja cha siri ambacho hakuna mtu yoyote yule ambaye angeweza kukifahamu chumba hicho. Na hapo pia Mwamba akaamua kuwapatia watoto wake majina ya siku 7 za wiki, kwa sababu hawa mabinti walikuwa wanafanana sana na ilikuwa ni ngumu sana kwa maaskari kuwafahamu mabinti hawa. Lakini kwenye familia ya Mr. Warren kuna binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Monday, na alikuwa ndio mtoto wa kwanza kukabidhiwa bracelet iliyoonyesha kwamba huyu ndio mtoto pekee kwenye familia ya Mr. Warren. Ingawa huyu binti alikuwa ni muoga sana, lakini Mr. Warren aliendelea kumsisitizia sana binti yake kwamba hatakiwi kabisa kuwa muoga na asimwambie mtu yoyote yule kuhusiana na familia yake. Hasa Sunday alikubali kumsikiza baba yake, na binti alipokuwa anarudi kutoka shuleni, mzee aliweka sheria kwamba lazima wasimulie wenzake walioko ndani ili wajue nini kinachoendelea huko nje. Maana kwenye hii familia ya Mr. Warren kila mtoto alikuwa na siku yake ya kutoka, na lazima utoke kulingana na siku ya jina lako. Yani kama wewe ni Monday, basi lazima utoke hiyo siku ya Monday, na hii ilikuwa ndio njia pekee ya kufanya hawa mabinti wasijulikane. Ingawa hii nchi iliweka sheria kali sana kwamba lazima kila mtu ana bracelet ambayo itakuwa inakutambulisha kwamba wewe ni mkazi halali wa nchi hii, na endapo ukiwa una bracelet huwezi kwenda sehemu yoyote ile. Lakini hili jambo lilikuwa jepesi sana kwa mabinti hawa, maana walikuwa wanapokezana bracelet, na kwa sababu walikuwa wanafanana sana ilikuwa ni ngumu sana kwa serikali kuwasanukia. Lakini miaka mingi iliyopita kuna binti mmoja ambaye anaitwa Friday, na huyu binti alipata shida iliyopelekea katika kidole, ila wale ni kwa sababu alikuwa anahitaji kuona mabinti wake wote wakiwa wanafanana, aliamua kuwakata mabinti wote vidole ili serikali isije kawagundua. Na hili jambo liliwasaidia sana mabinti hawa, maana hakuna mtu yoyote yule aliyejua kwamba hawa mabinti ni mapacha. Lakini siku zilipozidi kusogea, kuna binti mmoja kuitwa Monday, na huyu binti leo alifanya mistake kubwa sana ili wachanganye sana wenzake, maana binti hakurudi nyumbani kwa zaidi ya siku 2, huku wenzake wakiwa hawana taarifa yoyote ile. Sasa mabinti baada ya kuwaza kwa muda mrefu sana, wakaona njia pekee ya kumpata Monday ni kumtuma Tuesday, ikiwezekana akamtafuta dada yake, maana waliamini hii ndio njia pekee itakayofanya Monday apatikane. Sasa Tuesday ilibidi akubali tu jambo hilo na kufanikiwa kupita sehemu ya skani, na kwa sababu askari walikuwa wanachangana sana mabinti hawa, waliamini kwamba huenda binti atakuwa ni Monday, binti ambaye wanamfahamu. Na baada ya muda mfupi kusogea, binti alianza safari ya kumtafuta pacha yake, lakini hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wake, maana kila mtu alikuwa anaamini kwamba huyu ndio Monday, binti ambaye wanamuona kila siku. Ila Tuesday kwa sababu alikuwa ni mjanja sana, binti alifanya kwamba yeye ndio Monday na kuanza kuwauliza watu ni nini kilichotokea jana usiku, maana binti alikuwa anaamini kwamba kama Monday alikamatwa jana usiku, basi kuna watu walikuwa wanashuhudia. Lakini bado Tuesday alikosa majibu ya maswali yake, maana hakuna mtu yoyote yule alimpatia majibu. Sasa hili jambo liliwapa maswali mengi sana mabinti hawa, maana walianza kuingiwa na uoga huko kisi huenda siku si nyingi wanaweza kukamatwa. Lakini Tuesday baada ya kumtafuta pacha yake kwa muda mrefu sana, aliamua kukata tamaa na kuanza kurudi nyumbani. Ila kama isivyo bahati, kabla Tuesday hajaondoka eneo hilo, ghafla alivamiwa na maafisa wa polisi waliokuwa wamewasanukia kwamba hao mabinti ni mapacha. Lakini binti baada ya kuchukuliwa na maafisa wa polisi alipelekwa kwenye chumba kimoja kwa ajili ya mahojiano. Lakini haya mambo yote yakiwa yanaendelea, kuna mwamba mmoja ambaye alikuwa anaitwa Warren, na huyu jamani alikuwa ni afisa wa polisi, mwamba ambaye alikuwa anamkubali sana binti huyo, na huyu mshikaji alikuwa anashuhudia kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini binti baada ya kuchukuliwa na polisi alipelekwa kwa kiongozi mmoja ambaye anaitwa Dr. Nicolette, na huyu ni mmoja wa viongozi makauzo sana waliokubali kupitisha sheria hii kali ya kuwa na mtoto mmoja. Na huyu kiongozi alimwambia binti huyu kwamba alianza kuwafuatilia kwa muda mrefu sana, na hatimaye leo amejua ukweli kwamba hawa mabinti ni mapacha. Sasa Tuesday baada ya kusikia maelezo hayo ilibidi ajitetee sana, lakini huyu dokta kutaka kuelewa jambo lolote lile, alisema yeye anachohitaji ni kuona hawa mabinti wote wanachukuliwa hatua. Sasa Tuesday kwa sababu alikuwa hana namna, ilibidi akubali tu maneno ya dokta huyo. Lakini huku upande wa pili, nyumbani kwa mapacha waliobaki, hali ilikuwa tofauti kabisa, maana mabinti wakiwa wametulia zao nyumbani, ghafla polisi waliovamia. Lakini leo polisi bahati haikuwa upande wao, maana mabinti walipambana sana, na mwisho wa siku akahakikisha polisi wote wampoteza maisha. Ila dokta naye baada ya kuona ni kama hii familia inataka kumzidi nguvu, aliamua kutoa amri kwa maaskari na kusema lazima mabinti wote wauawe, maana hawa mabinti wamekiuka sheria. Sasa polisi ilibidi wakubali tu kumsikiza kiongozi wao. Ingawa huku nyumbani kwa mapacha bado hali ilikuwa tofauti sana, maana mabinti walienda kutafuta namna ya kuwasaidia mapacha wenzao. Na leo mabinti baada ya kufikiria kwa muda mrefu sana, kuna binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Saturday, na leo binti aliondoka na kumfuata mshikaji mmoja kuitwa Jerry, mwamba ambaye alikuwa anafanya kazi na Monday, ikiwezekana amuulize ni wapi alipo dada yake. Lakini mwamba alisema yeye hajui chochote kinachoendelea. Ila binti baada ya kumbana mshikaji kwa muda mrefu sana, mwamba ilibidi kubali kumwambia ukweli. Lakini kabla mwamba hajazungumza jambo lolote lile, kwa bahati mbaya sana pale mshikaji akapigwa risasi na akafariki. Na hapo ndipo askari
askari wakaona njia pekee ni kumvamia Saturday ikiwezekana wamalize, na hii ni baada ya kuona binti anataka kujua ukweli. Lakini hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wao, maana binti alipambana kuhakikisha askari wote anawamaliza. Ila kamanda baada ya kuona ni kama binti anataka kuwazidi nguvu, ilibidi atume kikosi kingine, lakini bado mission ilifeli, maana binti alifanikiwa kukimbia na kwenda kujificha kwenye umati wa watu, jambo lilofanya polisi washindwe kujua ni sehemu gani ambayo binti ameelekea. Lakini huku upande wa pili, nyumbani kwa mapacha ambao walikuwa mbaki, Loyu alitembelewa na mshikaji ambaye alikuwa anaitwa Adrian Mwamba, ambaye alikuwa ni ofisa wa polisi, na mshikaji alikuwa ni mpenzi wa Sunday. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Mwamba baada ya kufika kwenye nyumba hii alichanganyikiwa sana baada ya kuona mabinti hawa, maana hawa mabinti walikuwa wanachanganya sana, na hapo ndipo Mwamba kaisi huenda binti aliyemfungulia mlango ndio mpenzi wake. Lakini binti naye aliamua kuzuga na kujifanya ni kama umchiza na mfahamu, na alifanya hivi makusudi tu, maana alikuwa anajua endapo akimkubalia mshikaji itamsaidia kumpata pacha wake alipo, maana huu Mwamba ni polisi. Lakini huku upande wa pili wa Saturday, binti alienda kupambania maisha yake, maana polisi walizidi kumwandama. Ingawa licha ya kwamba alipambana kwa muda mrefu sana, lakini ndio bahati haikuwa upande wake, maana pale polisi walimnasa, na hapo ndipo kwenye familia yake wakawa mbaki mapacha watatu peke yao, huku wengine wakiwa wajulikani walipo. Lakini hata wa mapacha waliobaki walienda kupambana kuhakikisha wenzao wanapatikana, na Loyu alifanikiwa kuwaki mfumo wa CCTV kamera wa sehemu ambayo ilikuwa imetengwa na serikali kwa ajili ya kuhifadhi watu ambao walikuwa wamezidi kwenye nchi hiyo, ambako huko alifanikiwa kumuona pacha wao akiitwa Sunday ambaye alikuwa ameumizwa sana, na hili jambo lilofanya mabinti wapate imani kwamba huenda mapacha wengine watakuwa ni wazima. Lakini huku upande wa pili, Wesley akiwa ametulia zake nyumbani kwa Adrian alianza kumchunguza Mwamba ikiwezekana ajue ni wapi ambako alipo pacha wake. Ingawa huo mtihani ulikuwa ni mgumu sana upande wa Wesley, maana binti aligundua kwamba huu mshikaji usiku wa jambo lolote lile. Ila baada ya muda mfupi kusogea, binti ilibidi ape taarifa wenzake, lakini kama isivyo bahati, hilo jambo pia lilishindwa kabisa kufanikiwa, maana binti alipokuwa anaendelea kuzungumza na mapacha wenzake, pale polisi walimvamia na kummaliza, na hili jambo lilizidi kuumiza sana mapacha hawa, maana waliona wanazidi kupukutika. Ingawa hata mapacha ambao walikuwa mbaki walianza kutafutwa sana polisi, na hii ni baada ya kugundulika kwamba kuna sehemu wamejificha. Ila mabinti nao baada ya kusanuka kwamba kuna polisi wanawafuatilia, ilibidi waondoke kabisa kwenye nyumba hiyo. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Thursday, maana binti alisema hawezi kwenda sehemu yoyote ile. Hasa binti akiwa anaenda kumsisitiza pacha yake ikiwezekana waondoke kabisa kwenye nyumba hiyo. Kwa bahati mbaya sana askari walilipua jengo hilo, na pale pacha akapoteza maisha, na hili jambo lilimuumiza sana pacha huyo, maana hakutegemea kama pacha yake angefariki kizembe kiasi hichi. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Adrian, Mwamba naye anapata taarifa kwamba kuna mauaji yametokea nyumbani kwake, na hili jambo lilimchanganya sana mshikaji. Lakini Mwamba baada ya kufika nyumbani kwake alishuhudia mwili wa binti ambaye alikuwa amemwacha nyumbani hapo ukiwa unatolewa, na hapo ndipo Mwamba akaona njia pekee ni kuondoka kabisa eneo ile. Lakini mshikaji kabla hajaenda sehemu yoyote ile, ghafla pale binti alimvamia Adrian na kusema yeye anachohitaji ni kujua ni wapi ndugu zake walipo. Ila Mwamba alikataa kabisa jambo hilo na kusema yeye hajui jambo lolote lile. Ila binti baada ya kumbana mshikaji kwa muda mrefu sana, Mwamba ilibidi akubali kumsaidia binti huyo, na baada ya siku kadhaa kupita, Mwamba alifanikiwa kumpeleka binti kwenye chumba ambacho kilikuwa kimeandaliwa special kwa ajili ya kuhifadhi watu ambao walikuwa wamekiuka masharti, ambako huko binti alifanikiwa kumuona pacha yake kuitwa Monday huku akiwa ni mzima kabisa. Ingawa hata Friday naye baada ya kukamatwa na daktari huyu alikuwa bado ni mzima, maana binti alipewa kazi ya kufanya kazi chini ya daktari huyu kama anahitaji kuwa hai, na huyo daktari alimwambia Friday kwamba kama anahitaji kuwa mzima basi inabidi akubali kufanya kazi chini yake, na endapo akirudi tu kwenye familia yake basi lazima atapoteza maisha. Ila binti naye kwa sababu alikuwa ni muoga sana wa kuuawa, ilibidi akubali tu jambo hilo. Ila Wednesday baada ya kusikia kwamba pacha yake anafanya kazi chini ya daktari huyo, ilibidi amfuate na kumwambia inabidi aachane kabisa na kazi hiyo, maana bado ana mtihani mzito sana wa kuhakikisha wenzao wanapatikana. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa binti huyo, maana binti alikataa kabisa jambo hilo. Lakini binti baada ya kuzungumza na pacha yake kwa muda mrefu sana, ilibidi akubali tu jambo hilo. Lakini huku upande wa pili wa Dr. Nicolette, Loy Doctor alikuwa anafanya kikao cha siri na baadhi ya viongozi na kusema anahitaji kuendelea kupunguza wingi wa raia kwenye nchi hii, maana aliona hii njia ya kuendelea kuua watu ilikuwa bado haisaidii. Sasa mkutano ukiwa unaendelea, ghafla binti wa kuitwa Tuesday alifanikiwa connect live stream iliyomwezesha kila mtu kuona na kusikiliza kila kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa na kiongozi wao, na hapo ndipo kila mtu akafanikiwa kujua mambo yote ambayo serikali ilikuwa inapanga kwa siri. Na hapo ndipo wananchi wakabidi waungane na kuanza kuipinga sera hiyo na kutaka serikali itunge sheria mpya, na kwa sababu serikali ilikuwa haina ujanja, ilibidi kubali maoni ya wananchi na kubadilisha sera na kuruhusu kila mtu awe na mtoto zaidi ya mmoja. Sasa kabla sijafika mwisho wa mzigo, mimi nataka nikuachie swali moja tu. Je, endapo hii sheria kama mpitishwe nchini kwako, utatumia njia gani ili uweze kusaidia watoto wako wasiuawe? Lakini hao majibu ya maswali yako bwana, naomba niachie hapo chini kwenye comment. Na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes, ndiye kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini mimi nakukumbusha tu, usahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili wa kwanza kupata move zetu. Asante.